Kwa majina naitwa Evenlight Ombeni Muro. Niko hapa sasa, huu ni mwaka wa 5. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa alionitendea. Nakumbuka kipindi nimekuja mara ya kwanza kabisa hapa kanisani, kulikuwa na zile kwaru. Alafu nilikuja nikiwa naumwa sana. Dadangu alinitoa hospitali akanileta hapa nikiwa nakaa Nyula. Nilikuwa nasumbuliwa na vichomi kwenye mbavu. Nilikuwa nashindwa kuhema. Yaani nikishapata vile vichomi nashindwa kuongea, nashindwa kufanya chochote mpaka niende nikaekewe oksijeni. Nilikuja hapa, nakumbuka ilikuwa Alhamisi. Baba aliniombea akaniambia, umepona mwanangu, nenda kwa amani. Sasa hiyo sijui kama huyo ndo mtumishi, nikasema yaani aliponiambia umepona mwanangu, sikuamini. Nikasema nimepelekwa sehemu nyingi, nimeombewa, lakini nimekuja tu hapa kirahisi naambia umepona mwanangu. Nikaondoka nikiwa nacheka, lakini moyoni mwangu nilisikia amani sana. Toka siku ya kwanza nilioingia hapa, nakumbuka nilimwambia dadangu, hii ni sehemu sahihi na sidhani kama nitaweza kutoka hapa. Nimeondoka na amani na furaha. Kesho yake dadangu anaenda kazini, ananipikia uji, ananiachia. Naambia mimi nimepona, mimi sinywi tena uji. Akaniambia nitakupiga, lakini nikakumbuka niliambiwa nimepona. Nikawa natembea na ile imani. Namshukuru Mungu kuanzia kipindi hicho. Nilikuwa naambia Mungu, nataka unitendee mambo ambayo nikisimama uonekane, utukufu wako uonekane. Kwa hiyo nilikuwa nakusanya shuhuda zake. Mwambie mwenzako alikuwa anakusanya shuhuda zake. Hilo ni la kwanza. La pili, nakumbuka mama kuna kipindi aliumwa sana. Na tukao tunakaa naye sisi Arusha. Tukamleta hapa kwenye maombi, akawa akienda hospitali, mara anaambiwa ni sukari, mara ni pressure, vitu vya ajabu, mara haongei. Nakumbuka tulikuja hapa kanisani pia tukakueleza. Ukamuombea, mambo yakaenda vizuri. Mamangu kama mnavyomuona sasa hivi ndio huyo hapo, anaweza akakimbia, anafanya shughuli zake. Yaani sijui nisemeje. Haleluya. Na amekuwa kijana kabisa. Haleluya. Jambo lingine ambalo ndo limenifanya nipate nguvu ya kusimama mahali hapa leo. Namshukuru Mungu sana. Kwanza mwaka jana nilivyoendaga kusoma kuhusu mambo ya ususi na urembo, nilimpigia baba nikamwambia mimi nimeenda chuo, naomba uniongezee ada kiasi fulani. Baba akacheka akaniambia, mwanangu wewe ambaye hujai kusuka hata ukoka, leo unaenda kusomea ususi. Namshukuru Mungu, kile kitu baba alichoniambia, hujai kusuka hata ukoka, mimi nilimwambia Mungu ninayemwamini ataniwezesha. Nilimwambia hivyo tu. Sasa mwaka huu mwezi wa 4, nakumbuka nilikuja ofisini kwako baba, nikakueleza. Ulikuja na mchele unanukia. Usisahau hilo, waambie pia. Nikamueleza baba nimeenda kwenye interview, lakini majibu meneja alionipa hayakuniridhisha. Nilisikia kukata tamaa, lakini nilipokuja hapa ofisini baba aliniambia nenda kwa amani, imekuwa. Yaani aliniambia tu hivyo tena kwa mara nyingine, nenda kwa amani. Hakuniombea, hakunishika mkono, hakuniambia chochote, aliniambia nenda kwa amani, imekuwa. Nikaondoka, nikasema Mungu, hii ni mara ya pili. Mwezi wa 6 kulikuwa sijui kuna kutoa sadaka ya nini hapa kanisani. Nakumbuka pia uliongelea kuhusu nguvu ya sadaka. Nakumbuka baba aliniombea sana hapa. Kipindi hicho ndo nilikuwa nakusanya kodi. Nilikuwa na hela ndani kama 50,000 hivi, 1000 ngapi. Nilikuwa nakusanya kodi kwa uchungu. Kila siku najibana na hakikisha nimetenga 5,000 ya kodi. Ila kipindi na mchango unafanyika hapa, nilimwambia Mungu, nataka nijiungamanishe. Mimi nafanya kwako na wewe naamini utafanya kwangu. Namshukuru Mungu kwa hilo. Nilivotoa mwezi wa kulipa kodi ilipofika, sikujua hata nimelipaje ile kodi, bila kujua. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amen. Kingine, kuna siku tena uliniombea ukaniambia huu mwaka hautaisha, utasimama hapa utamshukuru Mungu. Mimi nikasema ni nini? Naolewa? Ni kazi na Kwa kweli ninamshukuru Mungu. Ile ulivyoniambia nenda, imekuwa. Mungu amejibu maombi yangu. Ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 8. Bosi mwenyewe wa pale kazini ni Cherisuzi, kama kuna watu watakuwa wanamfahamu, ni makeup artist mkubwa maarufu sana East Africa, alipewa tuzo ya makeup artist. Hiyo siku alinitafuta WhatsApp akaniambia nakuja Tanzania wiki ijayo. Kama utakuwa tayari njoo kwa ajili ya interview. Yaani nilichanganyikiwa, nilikuwa pale kazini lakini niliona kama ni muujiza, kitu ambacho bosi ndo anakutafuta uende ukafanya interview, ni kitu ambacho sio rahisi. Namshukuru Mungu, nilienda pale, nilifanya makeup yangu moja, sijarudia. Akaniambia kesho uanze kazi, umepata nafasi. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Wekelea yenye kilo haya.
kwa hilo, na nimeamua kutengua nadhiri zangu zote nilizomwahidi Mungu, na huu ni mshahara wangu wa kwanza. Kile kilichotafutwa kwa maombi naomba kiendelee kulindwa na maombi. Haleluya.